Karibu tena kwenye chaneli yako ya PesaVibe, sehemu tunapojifunza siri za mafanikio, maendeleo binafsi na ukweli wa maisha. Leo tunazungumza mada nyeti sana. Wakati watu hawawezi kufikia kiwango chako, wanaanza kukuchukia. Umewahi kukutana na hali ambapo unapopiga hatua mbele, ghafla watu wanaanza kukusema vibaya, kukubeza au kukupinga bila sababu? Leo tutachambua kisayansi, kisaikolojia na hata kwa mifano ya watu maarufu duniani kwa nini hali hii hutokea na jinsi ya kukabiliana nayo. Kwa nini watu huchukia wale wanaopiga hatua? Psychology ya envy psychology. Tafiti za chuo kikuu cha University of Michigan zinaonyesha kuwa wivu ni moja ya hisia zenye nguvu zaidi zinazoweza kusababisha chuki. Watu wanapokuona unapiga hatua, wanajilinganisha na wewe. Ikiwa hawana uwezo kufikia kiwango chako, wanajisikia wadogo. Hivyo hulipiza kupitia kuchukia. The crab mentality. Kuna mfano maarufu wa ndege wa baharini au crab mentality. Wakati kaa moja anapojaribu kutoka kwenye ndoo, wengine humvuta chini. Hii inafanana na maisha. Unapojaribu kupaa, wengine wanahisi kama unawacha chini, hivyo wanakuvuta chini. Kiwango cha mafanikio kinavyokuwa tofauti. Watu wanaposhindwa kufikia kiwango chako, wanajifariji kwa kusema, huyu anajiona sana. Hii ni defense mechanism ya kisaikolojia ili kulinda ego zao. Mifano ya watu maarufu. Namba 1 ni Cristiano Ronaldo na Lionel Messi. Ronaldo amekuwa akichukiwa mara nyingi si kwa sababu hafanyi vizuri, bali kwa sababu mafanikio yake yako juu mno. Utafiti wa Forbes 2023 unaonyesha Ronaldo ni mmoja wa wanamichezo waliolipwa zaidi duniani. Lakini bado kuna milioni wanaomchukia, sio kwa makosa, bali kwa sababu hawawezi kufikia kiwango chake. Namba 2 ni Elon Musk. Bilionea huyo alipoanzisha SpaceX na Tesla, wengi walimcheka na kumuita crazy dreamer. Leo anamiliki kampuni zinazobadilisha dunia, lakini bado ana maadui wengi. Sababu kubwa, wengi hawawezi kufikia kiwango chake cha ubunifu. Mtu wa 3 ni Albert Einstein. Wengi wanamfahamu kama miongoni mwa akili kubwa zaidi katika historia ya binadamu, lakini wachache wanajua kwamba alipokuwa mwanafunzi, walimu wake walimuita mtu asiye na akili ya kufanikisha chochote. Baada ya kuchapisha Theory of Relativity mwaka 1905, wanasayansi wengi hawakuamini mawazo yake. Wengine walimchukia na kumuita mchochezi wa uongo kwa sababu walishindwa kufikia kiwango cha uelewa wake. Hata katika vyuo vikuu, baadhi ya wanasayansi walifanya kampeni ya kumsambaratisha, si kwa sababu mawazo yake hayakuwa sahihi, bali kwa sababu yalikuwa juu mno ya uelewa wa wakati ule. Lakini leo, dunia nzima inamkiri kama moja wa miungu ya sayansi. Hii inatufundisha kwamba mara nyingi watu hawatochukia kwa sababu una makosa, bali kwa sababu akili zako, jitihada zako au kiwango chako kiko mbali sana na uwezo wao wa kufikia. Social comparison theory. Watu daima wanajilinganisha na wengine. Ikiwa wako chini, wanapata hasira na chuki. Hii inafanyika kwenye shule, kazini, hata familia. Success and loneliness. Utafiti wa Harvard Business Review unaonyesha kadri unavyopanda ngazi ya mafanikio, ndivyo marafiki wa kweli hupungua. Si kwa sababu wewe umebadilika vibaya, bali kwa sababu watu hawawezi kufikia kiwango chako. Kihisia na kijamii. Watu wanaposhindwa kukupita, wanaanza kujenga hadithi za kukudhilisha. Ni njia ya kupunguza maumivu yao ndani. Jinsi ya kukabiliana na chuki. 1, usijaribu kuwashawishi wote. Kama alivyoandika Mark Manson kwenye The Subtle Art of Not Giving a Damn, maisha ni mafupi sana, usijaribu kuwafurahisha watu wote. Lenga lengo lako, si sauti za nje. 2, chuki ni kipimo cha mafanikio. Jeff Bezos alisema, if you can't tolerate critics, don't do anything new or interesting. Ukiona watu wanakuchukia, tafsiri yake ni kwamba unaendelea mbele. Chagua watu wa karibu kwa makini. Jenga network ya watu wanaokuinua, si wanakuvuta chini. Harvard Study of Adult Development, tafiti kubwa zaidi ya furaha duniani, imeonyesha kuwa ubora wa mahusiano yako ndio unaamua mafanikio na furaha yako. Mifano ya kila siku. Kazini, mfanyakazi anayepandishwa cheo mara nyingi hutengeneza maadui bila sababu. Shuleni,
Mwanafunzi bora huonekana anajifanya mbele ya wengine. Mitandaoni ya kijamii, mtu anapopata followers au views nyingi, kuna wanaosema anatumia udanganyifu, spotlight mno. Kumbuka hili ndugu yangu, wakati watu hawawezi kufikia kiwango chako, mara nyingi watachagua kukuchukia badala ya kujifunza kutoka kwako. Lakini chuki yao isiwe kikwazo, iwe ni kioo cha mafanikio yako. Endelea kupanda, endelea kung'aa, endelea kufikia ndoto zako, kwa sababu mwisho wa siku wale waliokuchukia watahitajika kukiri kwamba ulipita njia ambayo wao walishindwa kufuata. Kama umejifunza kitu kipya leo, usisahau kusubscribe kwenye channel letu Pesa Vibe, kunifollow TikTok na Instagram, kushare na kuacha komenti yako hapa chini. Umewahi kukutana na chuki kwa sababu ya mafanikio yako? Ulikabiliana vipi? Karibu tena kwenye familia ya Pesa Vibe, tunaposema maisha bora yanaanza na fikra bora.